ulikuwa unajivutia picha miaka 10, 20, 30 baadaye utakuwa umetengeneza kitu gani labda kwenye muziki? Vitu nishafanya vingi bwana. Ndio. Vingi tu. Kuna wasanii wengi ambao nilikuwa na ndoto nao, baada ya mimi kutoka nikawa na ndoto nao. Sasa hivi unaona wana vyeo. Sure. Wengine wabunge, wengine wa mazi, huko tumecheza auto. Ndio. Kwa hiyo kuna vitu vingi umepitia kwangu pia. Okay. Hichi ni kitu cha kujivunia sana. Ndio. Alafu music ni mgumu. Sema kwa mtu kama mimi ni rahisi kwa sababu tayari nishafanya sana toka niko mdogo. Nimeanza game kitambo sana. Sure. Wengine wengi walikuja kwa sababu ya watoto wa kisasa na midundo imekuwa tofauti kidogo. Lakini mimi nashukuru Mungu kwa sababu katika albamu zangu 5 nimeweza kuweka katika muziki wangu tofauti. Okay. Kwa sababu ukisikiza ile game tofauti na Mzee wa Busara. Kweli. Inatofautiana kabisa na Mtoto Idi, instrumentation na flowtation. Vyote viko tofauti, vyote vimekubalika. Kwa hiyo nasema mimi naimba muziki ambao ni general. Okay. Unaweza uwezi kusema kwamba mimi kwa mfano msanii wa hip hop tu moja kwa moja, hapana. Nilianza na hip hop. Kwa hiyo mpaka sasa hivi hata wasanii wa hip hop wanachanganyikiwa, wananielewa. Ujamaa mbona hata kubadilika anaweza, kwa sababu ni rasta. Yeah, sure. So rasta anaweza kuvipa reggae, unasikiza dance with me ni reggae sababu unabadilisha ladha kidogo. Maana muziki bora ni yule anabadilisha ladha. Ndio common artist. Okay. Yeah man. Ndio maana kuna muda hata Mugambo pia zikafuata. Mgambo hata ukisikiliza instrumentation yake tofauti sana. Sana utakuwa unasema labda Kizulu kwa sababu kuna Kizulu naongea. Lakini instrumental haifanani na kitu chochote. Ndio uzuri wa P-Funk Majani. Okay. Sababu wakitengeneza beat kwanza haijulikani. Ndio. Hii nimetoka nchi gani? Yeah, sure. Lakini yeye tu anatumia plugins zake vizuri. Tunaondoka. Safi sana. Bana, kwa ufupi sana ni hayo, lakini ndani yake amebeba vitu vingi sana kwa kila ambacho Juma Kasim Nature amekifanya kwenye huu muziki wa Bongo Flava hapa Tanzania. Sidhani kama ni jina ambalo inabidi utumie nguvu kubwa sana kulitambulisha, haijalishi ni kizazi gani, kama ni millennial, kama ni Gen Z, hata generation alpha. Najua kuna namna ukisikia Juma Nature, maandishi matatu pale TMK, of course utaelewa ni kitu gani ambacho anazungumzia. Bwana, sisi tumebarikiwa sana kuwa na wewe pande za Simiyu leo, na ndo kinawaka leo. Show ya Nature bwana, hutakutana na wahenga peke yake, hata wanangu Gen Z pia obvious wana pull up kwa ajili ya kupata kujifunza baadhi ya vitu. Nature, kitu gani ambacho mwana Simiyu inabidi akitarajie kutoka kwako leo ambacho najua ni kawaida yako kukifanya? Yani watarajie tu show nzuri sana kwa sababu hata unaponiona nipo hapa, nimetoka mbali, nimezunguka mpaka nafika hapa na mwezi mzima niko kanda ziwa. Okay. Kwa hiyo kila kiwanja ninachokwenda ni fire. Wow. Isipokuwa tu ninachopenda Simiyu nimepamisi sana. Nilimwambia meneja wangu. Muda mrefu sana. Wasuna. Nilimwambia meneja Wasuna. Bwana, mimi hamna sehemu ambayo umenipeleka kote. Watu wamejaa, watu wamekuwa na furaha, watu wameruka vya kutosha. Na zile hela za kwenye kapu nimezipata nyingi. Lakini mimi na imani Simiyu ndio itapata hela nyingi. Kwa sababu gani? Kabla Simiyu haijawa kijanja. Unajua sasa hivi Simiyu ndio kijanja. Kwa kweli. Hata ukiangalia hivyo mwenyewe unaona maluelue. Hapa wapi hapa? Bwana. Hivi vimechange hivi. Round about lenyewe la kibabe. Hapo na bahati kwa sababu nimekuja hapa. Nimekuta leo siku ya usafi. Asante. Jiji zima siku ya usafi, nikasema mimi nafanya usafi, nikafanya usafi wangu. Wow. Kwa ajili ya siku ya leo. Ndio. Bwana, nashukuru sana. Nimekuja. Ndio mara ya kwanza kuingia Nyanza FM. 9.5. Ndio. Ni watu wa kibabe. Watangazaji wenyewe wa kibabe. Asante. Watangazaji wamejiweza. Watangazaji wa janja. Watangazaji wana uwezo. Mimi nimejionea leo kwa mara ya kwanza. Nilivyokuja mara ya kwanza, hii mara pili. Nilikujaga kama mara 3 nadhani. Okay. Kipindi cha Mzee JK ndio. Lakini kipindi leo nimekuja sasa, leo ndo naona afadhali leo sasa. Na kile kiwanja chenye highway. Bwana. Hizi nilivyokiona. Naona leo mwanangu leo hapa hatoki mtu. Ndio. Mimi nawataka tu watu wangu wale ambao tunajua kucheza mapanga shasha. Leo wawepo pale. Asante. Alafu tushindane pale. Nani anajua kucheza mapanga shasha? Kumbe bado tunaruka zile. Yaani kama kalambwanda moshi aina na kubira tumba. Ndio kitambulisho.
Asante sana. Tambue kwamba Bariadi ni watu wenye upendo sana. Wasukuma sisi na waungwana. Basukuma bichane don't togilwa sana nature. Kwa hiyo lelo vize kwa wingi. Unene sinaga show ndogo nadhani kwa Wasukuma wenzangu kama kawaida tutakuja tuimbe manyimbo yetu yale Wasukuma. Nadhani hata nature leo ataelewa kwamba Wasukuma tukoje, ila tumwambie tu kwamba nature kwa kweli sisi tunakupenda sana bro. Hususan mimi toka na kusoma na waambie tu tuna goma letu jipya soon. Umesikia hapo? Tuna goma jipya mimi na nature ambalo sasa mambo siyataki. Uyataki nini? Mmesikia huko Wasukuma wenzangu? Nemo bagoshe getale godi manjolo. Asante. Nogolendia kae haha mpago bize na shwenjolo. Unene nalema kusolanya nemo nalema. Unene nalema kukomanya nemo nalema. Pambanagi baba medie getale godi manjolo. Ujijo komanya nemo pambanela munda. Oh yeah, au sio? Basi. Wasukuma wote muje highway. Mimi kama kawaida kama unavyoelewa watu wananiita Simiu King. Sinaga show ndogo. Kwa hiyo mimi napokea wakubwa. Lazima niwapokee wakubwa. Ili Simiu pia nyumbani wajisikie happy, wajisikie vizuri. Na bahati. Hizi bahati jamani, sijui waganga wangu wako vizuri. Kwa kweli. Kwa sababu kwa sababu sasa hivi nature tayari kasha brace kama unavyosikia hapo. Kuna dubwasha linakuja la Wasukuma ndani nature. Hebu jiulize huko ndani itakuwaje? Hiyo ni balaa. Ila kikubwa niwaambie tu kwa kiingilio chako cha shilingi 10,000 usipange kukosa, kwa sababu mimi mwenyewe ile package aliyoandaa nature kwa kweli ni kubwa sana. Alafu pia mtaani wanavyozungumza watu mapanga walihamisi sana. So uzuri nature hazeeki wanangu. Niwaambie tu kweli. Mkimuona hata nyinyi sasa hivi njoni ayo muone. Udongo mzuri.